but He has given unto us a spirit of love, a spirit of power, the spirit of a sound mind. Uoga ni kitu mbaya, na uoga has no portion in God's blessings. Mimi nashukuru Mwenyezi Mungu because that fear is one thing that our party leader, His Excellency Dr. Stephen Kalonzo Musyoka Senior Counsel, ameachana nayo as far as the east is from the west. Amekataa kuuziwa uoga, amekataa kununua maneno ambayo hayana msingi, hayana msimamo. I want to particularly thank our party leader kwa jambo moja ambayo amefanya na ambayo Kenya mzima siku ya leo inamuombea, inasimama na yeye. At a time when a choice was placed before him to make an option between joining a government of the oppressor and standing with the people, he chose to stand with the people. When a choice was placed before him to look inward and pursue his own selfish ends and make a sacrifice for the sake of his nation, he chose to make a sacrifice. Juzi ama ni jana tu ndio nimeona jana. Mama jana mimi nimeona mambo yananishtua. Nimesikia mtu amesimama juu ya gari. Anasema sasa mimi nimechoka kuitwa Zakayo peke yangu. Sasa watu wakuje tuitwe Zakayo pamoja. Party leader and your team, don't be part of that team. Kubali kabisa, kataa kabisa kupanda juu ya mti uitwe Zakayo pamoja na yule Zakayo ambaye ni mtoza ushuru. Ya pili, you know, when the people of Israel are fleeing from captivity, wakienda to the promised land, na wakaangalia nyuma akaona Wamisri wamekuja na nguvu wengi, na wakaanza kulilia Musa, anambia sasa wewe mahali ulitutoa hakukuwa na mahali tufeziko, sasa kwa hii jambo umekuja tuje tumaliziwe hapa. And I like what one young man said here. God asked Moses, ni nini umeshika kwa mkono wako? And the promise of God which stands that the Egyptians you see today, you will see them no more. Hao ambao wanafukuzana na sisi, the Egyptians want to take us back to captivity. Party leader and your team want to promise you in church, in the presence of God and the presence of people, cross the river Jordan, those Egyptians, you will see them no more. Ile ningewasihi tu watu wetu kwa heshima zote nikienda kumaliza. Sisi kuna kazi tulipewa na party leader Kalonzo Musyoka na viongozi wa Gema. Tulipewa kazi pamoja na wakili Ndegwa na mheshimiwa Mbui, so that we go and bring the river back to its course. Tukiamini ya kwamba Gema from inception ilikuwa ni Kikuyu, Embu, Meru na Kamba. Mtu akakuja akatoa A kutoka kwa Gema akasema ati G ni Kikuyu, E ni Embu, M ni Meru, alafu anasema
anasema ni association. Sasa mimi nikashindwa. Hakuna maneno ya Gikuyu ya G na E na M. Jina la Gikuyu limepatikana tu kwa sisi kama Wakamba, and I speak this with authority. Sisi kama Wakamba, the river is going back to its course. Sisi tunarudi kwa watu wetu, Mheshimiwa Waititu. Sisi tunarudi nyumbani kwa watu wetu. We belong to Gema, na wale ambao wako na shida kusikia maneno ya Gema, please pole. There's nothing we can do about it. We just have to go back home. Hiyo lazima tuende nyumbani. And I like it. I like it because Mheshimiwa Wamalo, don't think that you are so far away from that Gema union. The president that did the best for this country, anaitwa Mheshimiwa Stanley Emilio Mwai Kibaki. In his first government, the vice president was Michael Kijana Wamalo. Pia alikuwa na vice president anaitwa nani? Moody Award. Na atakuwa na vice president anaitwa Stephen Kalonzo. Ukiangalia vizuri, and I'm not here to talk about communities and tribes. I'm here to revisit history, because facts are stubborn and facts don't lie. That Mwai Kibaki, in his entire 10 years of presidency, he governed this country with Bandus. You are our brothers. Nyinyi ni Wabandu, Waluya ni Wabandu, Wakamba ni Wabandu, Wameru ni Wabandu, Waembu ni Wabandu, na sisi wote na Wakisii ni Wabandu pia. So we are not here to preach division. We are here to state facts as they are. Kwa hiyo nasikia kule wanatutisha. Sisi hatunui uongo. Wanatutisha sijui sisi ati sijui lake Nilos, sijui plain Nilos, sijui river Nilos, sijui. Sikizeni niwaambie ndugu zangu. If we walk that truth, then we shall walk the same route and we shall see who becomes the president in 2027. Lakini ukweli ni kwamba sisi tunaunganisha Kenya yote pamoja. We want all the communities in this country to come together under the leadership of Stephen Kalonzo Musyoka. Kanisa mimi nawasihi dakika moja nikienda kukaa chini. Mimi ni mtoto wa pastor. My father is a pastor. Mimi mwenyewe ni mzee wa kanisa wa AIC. A time has come and now is that the true worshippers shall worship the Father in spirit and in truth. Tukiambiana ukweli vile huko. Sasa hii maneno ya kuomba maombi ambayo tunaomba tu, lakini tunaomba tu Mungu saidia Kenya, ututafutie kiongozi mzuri, Mungu utuokoe kwa huyu mtu mbaya, Mungu tufanyie hivi na hivi. Sasa wakati wa kufanya targeted prayers umefika. Tell God what you want. That you want His Excellency Dr. Stephen Kalonzo Musyoka to be the next president of the Republic of Kenya. Let us do targeted prayers. Kwa sababu tukiingia na uoga, maneno hatakuwa mazuri. Nikimalizia watu wangu, mimi nashukuru Mwenyezi Mungu for the opportunity to fellowship with you. Nimeshukuru kuja hapa Makongeni. Najua the community from Lower Eastern hapa ni nyingi, ni kubwa, na tunashukuru Mwenyezi Mungu kwa hiyo community. Lakini vile umeambiwa huku ndio kwenu, nyinyi mkae wapi? Huku. Wakati wa kura tusianze kuona bench sasa inajaa watu wakienda Kitui ama wakienda Makueni ama wakienda huko Machakos kupiga kura. Chukueni kura zenyu hapa, mpige kura hapa. And a piece of advice to our people, please. Don't insist that at the chama cha Wiper, the candidate here at lazima kuwe Mkamba. Don't insist. In fact, if I were you, I would make that sacrifice and say, chama cha Wiper hapa Thika Makongeni, tickets tupatie watu wa hapa na tuwasukume na wapigie kura, so that Kalonzo Musyoka can have foot soldiers
ambao they are spread across the country. I thank you so much and God bless you. Nimuite Mheshimiwa wa Magufuli